Kwa hiyo mimi binafsi niseme hivi, hakuna namna mwanaume mwenzio anaweza akakupa hela for no reason. Wewe kweli Kolo, yani hujui support, hujui brand ni nini, hujui kujiongeza. Wote tunafahamu kuhusiana na sakata zima la Chief Godlove pamoja na Doto Magari. Sasa hii sakata ilianzaje bwana? Sakata hili lilianza toka mwanzo ambapo Doto Magari alikuwa anaonesha vitu vyake baadhi ambavyo anavyovifanya, lakini pia Chief Godlove na yeye alikuwa anaonesha baadhi ya vitu vyake ambavyo anavyovifanya kwa mambo yake ambayo tunavyomfahamu Chief Godlove. Sasa ikatokea maneno kuhusiana na Doto Magari, namwambia Chief Godlove kwamba kuhusiana na mambo ambayo anayoyafanya, hususan vitu ambavyo anavionyesha ni fake, yani kwamba ana maisha fake kuhusiana na magari, kuhusiana na nyumba, pesa alizonazo pia ni fake. Sasa hili sakata lililotokea juzi bwana la Chief Godlove, magari yake kuonekana kuchukuliwa, mara sijui kupelekwa wapi na nini na nini. Sasa Doto Magari akashare video yake akisema kwamba tajiri umepatikana, tajiri ulikuwa unaongea kwa watu kwamba ile magari yako, ona sasa kilichokukuta na nini. Kaongea maneno mengi sana ambayo sio mazuri kwa upande wa Chief Godlove, lakini vile vile Chief Godlove naye sio mnyonge, kwa sababu baada ya magari yake kuonekana kwamba yanatolewa yakiwa yamebebwa kwenye magari makubwa yale. Sasa baada ya muda kidogo Chief Godlove alifanywa interview akawa anasema yeye hajui kinachoendelea, what is going on, hajui kinachoendelea. Lakini mwisho wa siku sasa tukaona Chief Godlove anavyoyapokea magari yake akiwa nchini Kenya. Anayapokea na akiwa anadai kwamba anaenda kuyafanyia service. Na mtu ambaye anayafanyia service ya magari, mtu ambaye anatoka Marekani ndo anakuja Kenya kwa ajili ya kufanya service. Sasa akasema kwamba Watanzania pia mafundi wa Tanzania ni wajanja tu, walimharibia gari yake, kwa akaamua kuchukua magari yake kuwapeleka Kenya. Baada ya pale atoke mtu Marekani aje afanyie service. Sasa baada ya Doto Magari kutoa maneno yake ya kashfa na nini, pia Chief Godlove naye hakuwa mzembe, akaamua kumjibu Doto Magari. Sasa alivyomjibu ni kama vile wanaonesha sintofahamu kati yao kwamba yupi ni mkweli na yupi sio mkweli, lakini vile vile yupi anamwonea wivu mwenzake. Umeona, tukiangalia Chief Godlove tunaonesha utajiri wake, tukiangalia Doto Magari yeye ni msemaji tu, ni chawa kwa kila bosi. Sasa maneno ambayo yametolewa kiukweli sio mazuri kwa pande zote mbili kuhusiana na Chief Godlove. Maneno aliyotoa sio maneno mazuri sana kwa Doto Magari, lakini pia Doto Magari naye kuna maneno aliyotoa pia na nyewe sio mazuri kwa upande wa Chief Godlove. Sasa sikiliza maneno haya afu comment, uondoshe comment yako hapo chini kwamba useme kwamba yupi ni sahihi na kitu gani ambacho kifanyike kwa ajili ya watu wawili. Je, Doto Magari yuko sawa au Chief Godlove pia yuko sawa? Sasa comment hapo alafu tuone inakuwaje. Hii ni Savvy TV, usiache kusubscribe, kulike, kushare, kucomment channel yako ili tukuletee mambo mazuri zaidi. Una mali za maana yote, una magari yana majina ya watu. Tuonyesha ile mafaili na si umalizi nani. Hii kavi na kuzuga. Tuonyesha mafaili Chief Godlove. Anza faili la Benzi, anza ile gari yako yenye makelele kama treni, sawa? Hayo mengine sasa kuyataja. Maana nawajua wenyewe. Toa faili lako, kadi iliyosajiliwa. Mimi Chief Godlove, mshamba wa dunia, ninaopiga kelele duniani, Kolombwe, ili hapa jina. Sasa hivi toa. Mimi nakupa banda langu najenga. Goba mwisho najenga Bagamoyo. Yaani nilikuwa sitaki kuongea. Tuonyeshe sasa hivi. Mshamba Zoba Kolombwe wakuja unapiga kelele mabati haya. Hii taxi milioni 600 taxi Dubai. Mshamba wewe ungeomba hata uweke jina lako kwa muda. Taxi milioni 600 mwaka mbele 2025 wala X ya petroli. Juu open roof. Mshamba unapiga kelele mabati hapa. Si mabati ya jari haya. Time yote anakugeuza Muhimbili. Wewe kweli Kolo, yani hujui support, hujui brand ni nini. Hujui kujiongeza. Mara ujisingizie mganga, mara ujisingizie Freemason, mara majina yote ushajipa, mara mganga, mara Freemason, mara siyo jicho la tatu, bado kujiita shoga tu. Maki waganga leo wengi wanakuaga mwisho wa siku. Jimalizie hiyo. Majina yote ushajipa, jipe jina hilo la mwisho. Bado hujasema, utasema tu. Bahari haikai na uchafu, sungura tope.
Blaza nisaidie nionekane, uonekane. Blaza nibebe, ninyanyue, njoo nikunyanyue na winchi hapa. Hii hapa winchi, njoo nikunyanyue nayo. Shamba sungura tope. Umekimbilia kwa wezi wenzio huko. Watu weusi kata ili la gari. Angalia mimi naendeshwa na nani? Mwabeshi Mwarabu huyu. Wewe si ungesema huyu unamlipa dola 10,000 wewe. Wewe si ungesema unamlipa dola 10,000 huyu kwa kutwa. Shamba sungura tope. Uniwezi mdogo wangu, umekuja mji kwa pupa, umeuvamia. Sisi wazawa. Wewe ongea yote, sema labda nikwambie neno la mwisho, mchezo huu hauhitaji hasira. Sawa, wewe ongea yote unaojisikia. Mchezo huu hauhitaji hasira. Sawa mdogo wangu? Au ni shoga mwanetu? Kwa sababu mashoga ya machoko ni wengi sana town. Yaani mjini wazawa wengi machoko. Yaani hii iko wazi. Wazawa wengi ukipishana nao unakuta wana makalio, yani wanatembea kabisa, unaona mtu amekatika kabisa, kiuno kimekatika. Sasa unajiuliza mwanaume kiuno anafanyia nini? Mwanaume makalio makubwa anafanyia nini? Kwa hiyo mimi binafsi niseme hivi, hakuna namna mwanaume mwenzio anaweza akakupa hela for no reason. Hakuna namna mwanaume mwenzio anaweza akakupa gari. Hii inawezekana vipi? Yaani mimi nikupe tu wewe gari. For what purpose? Hata watu wa kujiunga na Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu wanalipia 500,000.